Katika kitu tunaitanga marriage ama ndoa, changamoto zitazidi kuwepo, upende usipende. Mahali watu wawili wanakaa, lazima kuwe na mkwaruzano. Lakini hizi changamoto, ukiwa mwanaume, kuwa mwanamke, itategemea jinsi ama uwezo wako wa kuzihandle ama kushughulikia zile changamoto. Ndio utu uzima. Sio kila wakati unagombana na bwanako ama bibi yako unapelekea wazazi. Hiki kitu kinaharibu ndoa mingi sana, kwa sababu ukooa juu ya mzazi. Ni wewe ulijiamulia. Kwa hivyo unafaa uwe na ile imani, uwezo, tafsiri ya kujua maneno kama mtu mzima. Unafaa ujue umekosea hapa, umekosewa hapa. Kuna ile mbinu ya kusolve ama kutengeneza haya maneno. Sio kila siku unaruka kwa wazazi, kupeleka shinda zako kwa wazazi. Tumekosana na bwanangu, tumekosana na bibi yangu. Kuwa na uwezo wa kukaa chini, kuwa na uwezo wa kutafakari. Na mara mingi naambianga sana kwa wanaume, kuwa na ule uwezo wa kuleta kitu tunaitanga solution katika shida fulani. Solution, yani kutatua jambo ambalo unaliona ni gumu. Na ili tatuzi unafaa ulitatue liwe na matokeo bora, positive effect. Sisi kama tunaelewana. Kwa hivyo changamoto kwa ndoa ni kawaida, zitakuja na zitaondoka, zitakuwepo. Lakini je, uwezo wako kama mwanaume wa kutatua zile changamoto zilizo kwa ndoa yako ni gani? Kumbuka, kama hujaijua, kwa ndoa watu kosania vitu kidogo sana. Sio hata mambo na kuchiti. Watu wengi kosania kitu kidogo sana, ambacho kama kimewekwa kwa utaratibu fulani, kama kimekuja mezani, kama kumekuwa na masikizano, kama hakuna kununa, kitaweza kutatuliwa kwa njia inayofaa. Lakini hiki kitu kidogo, maringo ikiingia kati yake, communication ikipotea, hiki kitu kidogo kitakuwa kikubwa. Na bila shaka hao wanandoa watakuwa kila mtu hapo kando. Na hii inaletwa sana na nini? Inaletangwa na kitu tunaitanga kwa kimombo pride. Kwa ndoa usilete kitu tunaitanga pride. Sijui kama tunaelewana. Kwa ndoa lazima kila mtu amsikize mwenzake. Hicho ndio kitu kikubwa sana katika ndoa, na kinaleta faraja, na kinaleta watu wawe pamoja, kusikiza na kutenda. Kitu kingine, kubadilika. Unaweza sikiza lakini usitende, na kutenda ni kubadilika. Kwa hivyo ukisikiza shinda yako, ulikuwa na makosa hapa. Je, upo tayari kubadilika ama kubadilisha hayo matatizo? Kwa hivyo kubadilisha ndio muhimu kabisa katika ndoa. Sijui kama mnanielewa watu wangu. Fuatilia haya maneno sana. Kubadilika. Kulikuwa na tatizo, tumekaa chini, tumelihandle. Je, umebadilika ama umelibadilisha? Hiyo ndio muhimu. Watu wangu, tupataneni siku nyingine. Kipindi bado kinaendelea pale Facebook. Support, like, comment, andika kitu chochote. Bora kiwe ni muhimu kwetu kuwa na mjadala mzuri pale Facebook, tuweze kukuza hizi familia. Kila siku nasemanga sitalala hadi nione watu wanakaa katika utaratibu ambao Mungu alinuia watu waka. Kumbuka, Mungu hakutuumba tuwe na vizazi na watu wengine, tuwe na ubaya na watu wengine. Alituumba ili tuwe pamoja, na kukua pamoja pia ni kuleta ndoa pamoja. Watu wakisikizana, watoto wanaishi kwa amani. Mume na mke wakisikizana, wazazi wanaishi kwa amani, watoto wenu wanaishi kwa amani. Kwa mazingira yote yale, ndoa inaendelea vizuri na kutakuwa na faraja kwa jumla katika jamii. Asanteni sana.